نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na rahma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu Waislamu, nawahusia alafu nalihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi kwenye kufuata yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana amri zake, pamoja na kukatazika na kuyaepuka yale ambayo kwamba yanayomkasirisha Mola wetu, kwa maana kuepukana na yale ambayo kwamba aliyokataza. Basi bila shaka ndugu zangu Waislamu, tutakapofanya hivyo tutakuwa ni wenye kuwa na sifa ya uchamungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwazungumzia na aliwaeleza wale wacha Mungu si wale ambao kwamba hawakosei kabisa, bali ni wale ambao kwamba wanapomkosea Mola wao hurudi kwake kwa istighfar na kuomba tauba na kuomba msamaha, ili Mwenyezi Mungu abakishe uhusiano kati yao na Mola wao ubaki kuwa salama, ubaki kuwa mzuri, kwani hakuna mwanadamu asiyemkosea Mola wake. Na binadamu aliye mzuri na anayejifahamu yule ambaye kwamba kila wakati hukariri kwa kumweleza Mola wake kwa makosa anayomdhulumu, kutaka msamaha Mola wake kwa kusema Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta. Mola wangu, hakika yangu mimi nimejidhulumu nafsi yangu kwa dhulma aina mbalimbali, kwa dhulma tofauti, kwa dhulma nyingi sana, na narudi kwako kwa kutaka msamaha wako, kwani hakuna mwingine anisamehe isipokuwa wewe, na kushikamana na sayyidul istighfar asubuhi na jioni, kama alivyotufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tutakapofanya hivyo, bila shaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameahidi kututengezea mambo yetu na kutusamehe dhambi zetu, na yeyote atakayemtii Mola wake subhanahu wa ta'ala au kumtii Allah na mtume wake, bila shaka atakuwa ni mwenye kufaulu, tena kufaulu kuliko kukubwa sana. Mwenyezi Mungu atujalie na alfaiza. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa kwenye Ijumaa ya tatu ya mwezi huu wa Shaaban, hakika twaona ni namna gani masiku yanavyokwenda kwa kasi. Siku zinakimbia na kila siku iko na matukio yake, hasa ukiangalia matukio ya vifo vya aina mbalimbali, watu kuachana mmoja baada ya mwingine, na haya yote ni mipangilio yake Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Tunalotaka ama tunalotakiwa kujiomba ni Mwenyezi Mungu awarehemu wale ambao kwamba waliotutangulia mbele za haki, nasi tuliobaki mpaka muda huu tumuombe Mola wetu subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika dini na atupe mwisho mwema, na tumuombe sana na sana Mola wetu subhanahu wa ta'ala kwa yanayokuja mbele yetu au kwa yaliyoko mbele yetu, ambao nalikusudia hapa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mola wetu atufikishe. Wallahi ndugu zangu Waislamu, ni leo tu asubuhi napigiwa simu kitu saa moja mapema sana,
Nikajua hii simu si ya kawaida, kulingamana na nilivyomwangalia pale, si mtu wa kawaida kunipigia masaa yake. Kushika anipa habari za kifo, naambia mzee wetu fulani, na ni mzee namjua sana. Wallahi nikienda nyumbani simkosi kwenye safu ya kwanza kwenye vipindi vya swala takriban zote. Hivi leo napigiwa simu asubuhi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ametuacha maskini. Na hii ndiyo hali ya dunia na ndivyo mambo yanavyokwenda. Maskini hivi sasa ilikuwa na matarajio kwa siku 12 zilizobakia hizi, ikiwa leo ni tarehe 18 Shaaban, kwa hisabu ya siku 12 maskini wasubiria mwezi wa ufikie, ashaukata aliyoenda zake baada ya asr pengine kazi. Hivi ndio hali, na mimi ninaizungumza hapa na nyinyi mnaonisikiliza, hatujui ni nani ambaye kwamba atakayeufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni wa kumuomba sana Mola wetu kuhusiana na hili la kutufikisha kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha tupena taufiki na tupena taufiki, ndugu zangu Waislamu, wa kusimamisha yale ambayo kwamba yanayostahili kusimamishwa na kutenda yale ambayo kwamba yanayostahili kutendwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, inwanu al-khutba yadul ulya khairun min yadil sufla, mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Inwani yetu yasema yadul ulya khairun min al-yadi sufla, mkono ulio juu ni bora kuliko mkono ulio chini. Namaanisha nini hapa? Namaanisha mkono wenye kupeana na mkono wenye kutoa basi ni bora kuliko mkono wenye kupokea au mkono wenye kutoa. Ndugu zangu Waislamu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, asema huu sahaba wa Mtume, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa'atani. Siku moja Hakim ibn Hizam asema nilimuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam akanipatia. Thumma sa'altuhu fa'atani, kisha nikamuomba tena akanipatia. Thumma sa'altuhu fa'atani, kisha nikamuomba tena kwa mara ya 3 na akanipatia. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya matukio hayo ya mara 3, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna hadha al-mal, hakika ya haya mali, khadhiratun hulwa, ni kijani, ni green na ni yenye utamu na yanapendeza. Hakika ya haya mali ni mfano wa kijani, ni mfano wa mmea ambao kwamba uliokolea kijani, tena ambao kwamba unavutia na unaupendeza sana. Faman akhadhahu, atakayechukua hayo mali, bitibi nafsi, kwa moyo ulio safi, kwa moyo ulio mzuri, kwa kutosheka, burika lahu fihi, bila shaka atabarikiwa katika mali yake. Hakika ya haya mali, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Hakim ibn Hizam, hakika ya haya mali ni mfano wa kijani kinachopendeza sana. Sasa basi atakayechukua, atakayekuwa naye hayo mali, akawa ni mwenye kuyachukua kwa moyo wa kutosheka, kwa moyo mzuri, kwa moyo ulio safi sana, akawa kwenye kuyatumia kwake yatumia vizuri, basi bila shaka burika lahu fi, atabarikiwa kwenye mali yake yale. Wa man akhadhahu bi ishrafi nafsi, na mwenye kuyachukua kwa tamaa, na mwenye kuyachukua lengo ni afaidike yeye mwenyewe, na mwenye kuyachukua akaona kwamba mimi ni yangu haya, mwingine hayamusi, hayastahiki kwenda kwa mwingine, ni kwangu, akawa na ubakhili kwa aina yote ile, basi lam yubarik fihi, hatubarikiwa mtu wa kisampuli wa aina hiyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano, wa kana kalladhi yakul wala yashba, mfano wa mtu huyu ni mfano wa mtu ambaye kwamba yuala chakula lakini hashibi. Kwa namna anavyokula yeye hashibi, tumbo liko pale pale, njaa juu ya njaa.
waliyadul ulya, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga maneno yake kwa kusema waliyadul ulya, na siku zote mkono ulio juu wa kupeana, khairun min alyadi sufla, ni bora kuliko mkono wenye kupokea. Akhrajahu al-Bukhari. Mzangu Waislamu, huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiumbe aliye bora, role model wetu. Tumuona hapa Hakim ibn Hizam aeleza yeye mwenyewe namna gani tukio lilivyokwenda kati yake yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakuwa mtu bakhili, ndugu zangu Waislamu, na alijua kwa chochote kile alichonacho, kwa maneno ya Mungu subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq, mlichonacho nini kitakwisha, lakini kile mlichokiwekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndicho kitakachobakia. Mtume alikuwa akitoa. Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma aeleza, kana sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas, ilikuwa ni mtu yani ni mkarimu wa hali ya juu. Ndugu zangu Waislamu, hakuna aliyekuwa akimshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye utoaji. Ndugu zangu Waislamu, wa kana ajwada ma yakun fi Ramadhan. Tena Abdullah ibn Abbas asema, na kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akizidi mtukufu ukarimu wake, ilikuwa akizidisha kwenye ukarimu wake, yani ilikuwa akitoa. Ndugu zangu Waislamu, hakuna mfano wa kupigiwa. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye chochote, kwenye mali aliyonao, hajali kwenye kusaidia kwake, haoni uchoyo wala hakuwa mtu bakhili Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia nini? Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillah, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Sikizeni vizuri ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale ambao kwamba wanaotoa mali yao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali habba, ni kama mfano wa tembe, ni kama mfano wa mbegu, ambadat sab'a sanabil, tembe ambayo ni kama mfano wa tembe ambayo kwamba iliyotoa katika suke lake sab'a sanabil, masuke saba. Ni kama mfano wa tembe iliyoingizwa mahali, iliyotiwa kwenye shimo, ikatoa sab'a sanabil, masuke saba. Tena fi kulli sumbulatin mi'atu habba, katika kila suke, katika kila tembe ambayo kwamba ilitiwa pale, yale masuke saba yaliyotoka yana tembe takriban 100. Ndugu zangu Waislamu, huu ni mfano wa mtoaji mwenye kutoa, kwa maana ya kwamba mwenye kutoa hapungukiwi, hapungukiwi. Mwenye kutoa siku zote huzidishiwa, ni baraka, kwa sababu Mola wetu subhanahu wa ta'ala hafadhiliwi. Mola wetu hafadhili, huwezi kumfadhili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala eti kwa kutoa kwako ukaona kwamba umemfadhili Mungu subhanahu wa ta'ala. Mungu kulipa kwake toka kwenye thawabu na kwenye kila jambo ni waziada. Ndugu zangu Waislamu, ndipo hapa akasema mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Na Allah subhanahu wa ta'ala kumzidishia zaidi ya hivyo kwa mtakaye, wallahu wasi'un alim. Ndugu zangu Waislamu, Suratul Baqara aya 261 ndiyo mfano wa mtoaji. Kwenye kutoa kwako, ndugu yangu Muislamu, usione ubakhili kwamba utapungukiwa. Kwa kiwango chochote unachokitoa, Mola wetu subhanahu wa ta'ala atakulipa ziada, atakubarikia. Ndugu yangu Muislamu, Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah asema, an-nafaqa, utoaji fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, min a'zami al-qurbat, ni katika yani kujikurubisha kukubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiza vizuri maneno anavyosema, an-nafaqatu fi sabilillah, mtu kwenye kutoa kwake kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu, kwenye njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, min a'zami al-qurbat, ni katika kujikurubisha kukubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
wa hiya burhanun fi sidqi ala sidqi al-iman, nayo ni hoja kubwa katika ukweli wa imani ya mtu. Utajulikana na itaonyesha imani yako ndugu yangu Muislamu iliyokita katika moyo wako kwenye kutoa kwako. Wallahu yudha'ifu liman anfaqa, na siku zote Allah subhanahu wa ta'ala humuongezea na humzidishia yule mwenye kutoa kwa ajili yake, ibtighaa wajhihi, kwa kutaka radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Anayetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mola humbariki na Mola humuongezea adhaafan kathira, tena ziada nyingi sana. Wala yanqusu mali, wala mali ndugu zangu Waislamu haipungui, min sadaqatin, kutokana na sadaqa. Unapotoa mali yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwenye kutoa kwako sadaqa, ndugu yangu Muislamu, haipungui mali yako hiyo, bal tazidu, bali mali huzidi. Wayubariki Allahu fiha, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huibariki mali hiyo. Ndio maneno ya Imam Salih Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Hivi ndivyo ukweli wa mambo ndugu zangu Waislamu, kama vile tulivyoona katika aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tulivyoitangulia kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa yoyote anayotoa, kwenye kutoa kwake kichache kitakavyokuwa kwa aina yote ile, Mungu hukuzidishia, Mungu hukuongezea, na Mungu hutia baraka. Na ndugu zangu Waislamu, hapa nakumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema kwamba katika kila siku halichomozi jua katika siku yoyote ile miongoni mwa siku, illa malakani yanzilani, isipokuwa kwenye siku ile pana malaika wawili huteremka. Ma min ayyam yusbihu al-ibadu fi, hakuna siku ambayo kwamba watapambaukiwa waja ndani yake, illa isipokuwa kwenye siku hiyo kuna malaika wawili ndugu zangu Waislamu huteremka kufanya nini? Ina maana hata leo hao malaika waliteremka, hata jana na kesho pia watateremka. Kila siku wanateremka kufanya nini? Sikizeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja husema Allahumma, mpatie Mola, mpatie kila mwenye kutoa badali, mpatie badali, yani mzidishie kila ambaye kwamba ni mwenye kutoa kwa kiwango chochote alichonacho kwenye kutoa kwake, Mola mbarikie. Na wa pili naye husema ewe Mola, mpatie hasara, kumalizikiwa, kufilisika kila mwenye kuzuia vitu utakapotoa. Na hizi ndugu zangu Waislamu ni dua za malaika, hazina kwamba eti si dua yangu mimi na wewe tunaokula sistahili kuliwa tukisha tukaombana dua. Si dua yangu mimi na wewe ambao kwamba tuna ati na shaka ndani yake. Dua inaombwa na viumbe wema ambao kwamba ni malaika. Hebu niambie ndugu yangu Muislamu, kuna ati ya kupokelewa hapo? Bila shaka Mola subhanahu wa ta'ala yuaitikia moja kwa moja. Sasa basi ni utekelezaji kwa mwenye kutekeleza, kutoa apate dua ya malaika kuzidishiwa, na yule ambaye kwamba asiyetoa apate dua ya malaika ya kumalizikiwa. Ndugu yangu Muislamu, chaguo ni mimi na wewe, tutataka ipi? La kuombewa badali ama la kuombewa kumalizikiwa? Akili kichwani mwako. Abi Hurairah radhiyallahu anhu asema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Ibn Baz rahimahullah asema al-infaq fi sabilillah, kutoa vile vile katika njia ya Mwenyezi Mungu, sababun min asbabi ridhallah, ni sababu miongoni mwa sababu za mtu kupata radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nani leo asiyetaka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Wallahi, kupata radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiko kupendwa na Mungu, ndiko kufaulu wewe katika mambo yako. Sasa asema kwamba al-infaqu fi sabilillah, kutoa kwenye njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sababun min asbabi ridhallah, ni sababu miongoni mwa sababu za mtu kupata radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa sababun min asbabi ziyadati fil mal, na hata vile vile mtu kwenye kutoa kwake mali yake ni sababu miongoni mwa sababu za kuzidishiwa na kuongezewa yale mali. Ndugu zangu Waislamu, wa sababun fi raf'i darajat, hata daraja yako na cheo chako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuwakupandisha daraja kwake. Wa min afdalil a'mal,
na ni miongoni mwa fadhila za amali bora ambazo kwamba allati yuqarribu biha al-abdu ila rabbi, ambazo kwamba zinazomkaribisha mtu kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Angaliani faida za kutoa, ndugu zangu Waislamu. Unapotoa, Imam Ibn Baz asema kwamba kwenye kutoa kwako ni sababu moja miongoni mwa sababu za wewe kupata radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pili, ni sababu za wewe kuzidishiwa katika mali yako uliyotoa, ndugu Muislamu. Tatu, ni sababu ya wewe kunyanyuliwa daraja mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na nne, ni miongoni mwa sababu za amali zako, yani ni miongoni mwa matendo ambayo kwamba yenye kukukaribisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuweni wenye kutoa, ndugu zangu Waislamu. Tusiwe na ubakhili, tusiingizwe hofu na sheitani au Ibilisi ya kwamba ukitoa wewe utapungukiwa, unapotoa utaishiwa. Lakini ndugu zangu Waislamu, ukweli wa mambo ni kwamba kwenye kutoa kwako, ndugu yangu Muislamu, ni kuzidishiwa. Kwenye kutoa kwako ni kutiliwa baraka. Kwenye kutoa kwako ni kupandishiwa daraja. Kwenye kutoa kwako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wallahi ni miongoni mwa matendo yanayokufanya wewe kuwa karibu na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na ukweli wa mambo, ndugu Muislamu, wote wale ambao kwamba waliona sifa ya kutoa hawajawahi kufilisika, kwa sababu ni ahadi ya Mungu, na Mungu siku zote hakhalifu ahadi yake. Kwa mwenye kutoa kumzidishia. Haiwezekani kwa mtoaji yoyote, ndugu yangu Muislamu, akawa ni mwenye kufilisika. Lakini wako wengi waliokuwa mabakhili wa hali ya juu, wanaopigiwa mfano kwenye mitaa na kwenye jamii, na leo hawana kitu, na leo hawana chochote, kwa sababu ya kule kuona kwamba, kuhofia kwamba nisipotoa ama kusaidia ama basi nitafilisika. Na ndivyo hivyo kila namna. Na hili pia laingia kwenye dua ya malaika ya kwamba ukiwa ni mwenye kutotoa na ukajizuia, basi elewa ya kwamba, ndugu yangu Muislamu, ni kufilisika ndiye kutaka kuja mbele yako. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal ghaniyyul karim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Ndugu zangu Waislamu, la kutoa tumehimizwa katika dini yetu. Faida chungu mzima zimeelezewa katika Uislamu wetu. Ni sisi, ndugu zangu Waislamu, kwa kila mmoja kujitahidi kwenye utoaji wake. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, kila mmoja atoe kulingamana na uwezo wake, kwa ulicho nacho kwenye kutoa kwako. Wallahi ndugu yangu Muislamu, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, kile chochote unachokitanguliza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kwa ajili ya nafsi zenu, na mtakwenda kukikuta kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala. Unapotoa 10 yako panapostahili kutolewa, wallahi hujapoteza. Pia hiyo Mungu yoipokea kwa ikhlasi na nia yako njema safi kwako wewe, wallahi Mola wako anaipokea. Na hiyo Mola yuwaikuza, utakwenda kuikuta badala ilikuwa unitoa 10, kesho uenda Mungu akulipe 10,000. Ndivyo Mungu alivyo. Halipi kwa 10, ulipa kwa ziada. 50 yako utakayoitoa mahali popote yahesabika kwamba umetoa tu, ni nia yako iwe safi lillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahi ndugu yangu Muislamu, kesho mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikiwa nia yako kwa kutoa kwako ilikuwa safi, uenda ukaenda ukapata kule kwa 50 yako, Mungu akakulipa mara 50,000. Ndivyo Mungu alivyo, na ndivyo mambo yalivyo, kama aya na hadithi zinavyotuelezea, pamoja na maneno ya wanavyuoni wanavyotueleza. Ni sisi, ndugu zangu Waislamu, angalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama walivyotueleza masahaba zake. Mtume alikuwa ni mtu karimu, mtume alikuwa ni mtu akipenda kutoa, mtume alikuwa ni mtu akipenda kusaidia. Na ukizidi ukarimu wake, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani,
ni sisi Waislamu. Ndugu zangu sana, tuweni wenye kutoa. Na kwa hilo mfano, angalia hilo ndugu zangu sana, hivi sasa watu wamezuia kiasi kikubwa sana, lakini mwezi tu ukianza kuandama utaona matajiri namna wanafanya nini, vigunia venda huku na huku, pesa hivi na hivi, watu wa mwanga kwa kila upande. Kwa sababu gani? Wanajua ya kwamba kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani ndivyo mambo yanavyozidi kuwa mazuri kwa kila anapotoa. Basi na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi, lakini tu anachokosea ni kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani mbona mambo hurudi chini, akawa hawawi wenye kutoa tena. Kila mwenye akili na kila mwenye hekima na kila mwenye busara aelewe ya kwamba kwenye kutoa ni kwenye maisha yake yote. Usisubiri Ramadhani mpaka Ramadhani, hujui kwamba na hujui ni siku gani zilizobaki kwenye maisha yako. Kila siku kuwa ni mwenye kutoa, uingie kwenye dua za malaika kwa kuzidishiwa kwenye utoaji wako, wala usione hasara wala usiwe mbakhili. Ndugu yangu Muislamu, kwa kichache ulicho nacho kwenye kukitoa panapostahili kutoa, bali ni ziada kwako ndugu yangu Muislamu, na mambo yako kutengekewa na kuwa mazuri. Udhakirukum bisalati wassalam ala rasulillah. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikeen wansur ikhwana al-muslimin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.